Yes, naam. Bwana, hii ni TBT Online. Bwana, leo tupo live kabisa, tupo na ndugu yetu hapa, tumekuja kupiga naye story kuhusu kipindi hichi hapa ambacho ni maswali kitaa. Pia leo tupo na mwana, tutakwenda kumuuliza habari kibao ambazo atakwenda kutujibu kutokana na anavyoelewa yeye. Tupo na ndugu yetu, tutakwenda kumjua kwa majina yake and then tupa maelekezo namna gani anajua kuhusu haya ya leo. Bwana, inakuaje ndugu yangu? Fresh Kama kaa kabisa. Cha kwanza kabisa, si kama TBT Online tunashukuru kuonana na wewe na ukubali utikio wetu. Pamoja na yote tunahitaji kupiga story na wewe kuhusu namna gani unaweza kutujibu maswali yetu, si ndio? Cha kwanza nilikuwa naomba wakujue watazamaji kwa majina and then tutaendelea na kipindi. Bwana, mimi kwa majina naitwa Shabel Daniel, mitandaoni huku wengi wananifahamu kama Shabel Daniel _8. Aka yangu sana mara nyingi watu ambao wanapenda kuitumia ni mwisho wa reli. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii ukikutana na post ambayo ina hashtag ya mwisho wa reli, basi ujue huyo mtu ndo mimi hapa. Sawa kabisa. Bwana mtazamaji, kama ulivyomsikia huyo anaitwa bwana Shabel Daniel au mwisho wa reli. Bwana, tupo na ndugu yetu hapa, tutakwenda kumuuliza, tutaanza na habari mojawapo za kumuuliza kaka. Bwana bro, jana bwana kwa kuna mchezo baina ya Simba na Yanga, ni watani wa jadi. Ile mechi bwana nadhani umeishuhudia dakika 90 zote kwa ujumla. Kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi ambacho ilikuwa na pressure kubwa ya mchezo, mwenyewe uliona pia. Kwa kipindi cha kwanza ulivyokiona wewe, kulikuwa kuna pressure gani ambayo na ni timu gani ambayo uliona, labda kwa mfano Simba alivyokuwa kiattack katika lango la Young Africans na Young Africans walivyokuwa na attack katika lango la Simba, ni timu gani ambayo uliona kabisa kwa moja kuna key ambayo anaionyesha katika kupata matokeo, na ni kipi kimekuja kubadilika katika kipindi cha kwanza mpaka Yanga afikia hata kukomboa goli na kutoka 2-1 ndani ya kipindi cha kwanza? Kwanza mchezo wenyewe kwa ujumla ulikuwa umebalance. Simba walipopata magoli mawili waliacha kucheza game ambayo walianza nao dakika 10 za mwanzo. Kwa hiyo walivyoacha kucheza vile ambavyo wamezoea, walivyoacha kucheza vile ambavyo walianza kwenye dakika 10 za mwanzo, wakaruhusu Yanga waweze kudhibiti mchezo kwa dakika zilizosalia mpaka kipindi cha kwanza. Then Yanga wakarudisha goli moja ambalo likawapa momentum ya kutafuta goli la pili kipindi cha pili na wakafanikiwa kupata. Nazungumza hivi kwa nini? Kwa sababu ukitazama hata kwenye takwimu ni mchezo ambao namba za mashuti, ukiangalia utofauti wa umiliki wa mpira haukuwa mkubwa ama utofauti mkubwa baina ya hizi timu zote mbili. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa ina mfanano kwa vitu vingi, kwa sababu Simba walianza mechi vizuri kwa kasi kubwa sana, kuwekea pressure Young Africans na wakatengeneza nafasi kubwa mbili ndani ya dakika 10 ambazo zikawapa nafasi ya kuongoza kwa magoli mawili, lakini the moment walipostop kucheza game yao ambao walianza nayo, ndipo hapo Young Africans wakachukua control ya mchezo na wakarudisha magoli yote mawili. Lakini pia timu zote pia zilikuwa zina nafasi ya kushinda ile mchezo kwa nafasi ambazo walizitengeneza baada ya mechi kuwa mzani umebalance. Kwa hiyo umalizaji mbovu wa mtu kama Dube kwenye nafasi ya mwisho aliyoipata, umalizaji mbovu wa Libasege kwenye nafasi ya mwisho aliyoipata, ndio ilipelekea hii mechi iweze kumalizika kwa sare. Ndio moja kati ya mabao mazuri katika mchezo amefunga na Triple C Clatous Chota Chama katika mchezo, akipiga acrobatic katika game hilo hapo. Bwana, ile goli wewe unaizungumziaje kwa upande wako? Ni goli la aina gani ambalo limekufanya mwenyewe? Unajua ni goli ambalo kila mtu appreciate kwa namna yake. Kwa upande wako ile goli kwako umelichukuliaje, limekaaje kwa upande wako? Ilikuwa ni goli kali. Ni miongoni mwa magoli bora ambayo yamewahi kufungwa kwenye ligi ya Tanzania bara. Lakini pia kufungwa goli bora pia linategemea limefungwa na mchezaji wa aina gani. Goli limefungwa na Chama, ni nembo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara tangu amekuja Tanzania mwaka 2018. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alifunga goli zuri sana. Ukiangalia makeup ya ile goli, assist ya viwango kutoka kwa Elim Panzu, lakini alivuruka acrobatically Clatous Chama. Ni magoli ambayo tumezoea kuyaona akifungwa na wachezaji ambao wa nje Ulaya huko, mtu kama Zlatan Ibrahimovic, mshambuliaji wa zamani wa PSG na vilabu vingine huko barani Ulaya, Manchester United, lakini timu ya taifa ya Sweden. Ndio aina ya magoli ambayo amekuwa akiyafunga, acrobatic style. Kwa hiyo kwa Chama kinachofanya watu waone ni goli la ajabu kwake kwa sababu ya umri alionao, lakini sio vitu ambavyo amekuwa akivifanya mara kwa mara.
kucheza vile aina mipira ile hewani kwa acrobatic haijawahi kutokea. Sijawahi kumshuhudia Chama akifunga goli kwa mtindo ule. Kwa hiyo ni goli special, lakini special pia goli ile unatokana na yeye kwamba na the fact kwamba Clatous Chama ile goli ndio ilikuwa goli lake la kwanza akiwafunga Yanga kwenye dabi kwenye ligi ya soka Tanzania bara, kwa sababu katika miaka yote hii ambayo Clatous Chama amecheza mpira wa Tanzania hakuwahi kuifunga Yanga kwenye mchezo wa ligi kuu wa dabi. Kwa hiyo ni goli lake ambalo la kwanza, lakini alifunga kwa aina ya kipekee ambayo imekuwa gumzo na kivutio kikubwa sana mpaka sasa hivi.